Oya Michael. Michael mwanangu, unakula vinono peke yako tu ndugu yangu. Nini shida ndugu yangu? Kwa nini kila mafao yangu kuna shida ndugu yangu? Nakula jasho langu bwana, usinisumbue mzee baba. Usinisumbue kabisa. Ndio unakuja juu sana ndugu yangu, Uko siku hizi umekuwa boss eneo hili ndugu yangu. Okay, tuachana hayo. Tujadili masuala ya biashara. Tujadili masuala ya biashara. Nimekuwa nikikutafuta kwa muda mrefu sana. Lakini leo nashukuru kukukuta maeneo haya. Na leo umekuwa mkweli. Mara nyingi unaniambia si niko wapi, lakini leo umekuwa mkweli. Hivyo tuzungumzie masuala ya biashara. Hayo ndo maneno ndugu yangu. Hayo ndo maneno. Tuzungumzie habari ya biashara. Lakini kabla hatujaendelea na biashara, na tamani tuongelee hivi mechi ya Simba na Berkane hii ya finali. Hivi wewe unaonaje ndugu yangu, Unaonaje bwana? Hivi refa alikuwa sahihi kweli? Ndugu yangu umeanza kuzungumza upuuzi. Mimi nimekuita tujadili habari ya biashara. Wewe unaanza kuniambia habari ya mechi, ya Simba na Berkane. Hivi unajielewa? Mimi nazungumzia habari ya biashara. Vipi? Yale magari kutoka Japani yanakuja kama ulivyosema au vipi? Ndugu yangu tuwe mkweli. Unazungumzia habari ya magari au unazungumzia wale wanawake wale ambao tulikuwa tumekusudia waje? Hebu niweke vizuri bwana. Sisi na magari wapi na wapi? Sisi na magari wapi na wapi? Au wale wadada ambao tulisema wanakuja ndio. Wako njiani wanakuja. Wewe mjinga, umeharibu kila kitu mwanangu. Umeshaniharibia kila kitu. Yaani ungevunga tu hivyo mwanangu, Kwa sababu hapa nilikuwa nimepiga live ule msichana, nilikuwa namwambia mimi kuna magari nafuatilia nini kutoka Japani. Sasa umeniharibia kila kitu ndio. Umeharibu kila kitu. Yaani ndio jamaa unajua kufunga. Bure kabisa yani. Cheki ulivyo mjinga. Sasa mimi ningejuaje kwamba ili ni dili umelipanga mwenyewe? Ningejuaje? Alafu kitu kingine pia, unajua hapa tuko restaurant hapa, hatuna hata 100, hata shilingi hatuna. Hata 100 hatuna. Najua wewe bia hunywi na mimi bia sinywi. Na nimesoma menyu ya chakula hapa ndugu yangu, Bwana sijui utafanyaje ndugu yangu. Sijui utakachofanya. Kitu kingine mimi hapa cha kufanya, nitajifanya naagiza chakula ambacho hakipo kabisa. Basi nimeshasoma menu. Nitaagiza chakula ambacho hakipo kabisa. Then tutaondoka ndugu yangu. Tutaondoka. Najua hapa supu ya mapupu hamna. Unaona, mimi nitawaambia bwana nahitaji supu ya mapupu. Watasema hakuna. Kisha sema kuna, basi tutaondoka. Cha msingi ndio hicho tu. Alafu na wewe uagize wali wali nini ule wali ambao nilishakula kwenye ndoto. Ule wali gani ule? Ule wali wa nani ule, na wali gani jamani? Kumbushe. Wali wa hivyo bwana, wewe utawaambia mimi nahitaji wali wali moto. Najua hapa wali moto hakuna. Unaona? Kwa hiyo tutaondoka tukiwa hatudai bili yoyote. Yaani wazo lako kama lina akili, Yaani wazo lako kama lina akili ndugu yangu. Sasa sikiliza. Wali moto unajua upo. Mimi nitakachofanya najua upo kwa sababu huo wali moto sio wanakuwa wali unakuwa umebandikwa kwenye sufuria, mbandikwa kule jikoni, umeweka kwenye manili yale manani makubwa yale. Sasa nitakufanya. Sio kaniletea nani mjinga hapa. Sijakufanya mimi, sawa? Mimi nitaagiza chakula kinachoitwa shangwahang. Najua hicho chakula hawana. Shangwahang. Hicho chakula hawana kabisa hapa. Kwa hiyo tukishaagiza hivyo mwanangu, wakisema hawana, tunatoka mdogo. Tutoka mdogo. Alafu hapo nataka tuulize, au sio mwanangu? Una akili kama maremba yangu yani. Una akili kweli. Yaani umo kama vile umo. Sisi wajinga wawili. Yaani
si wajinga wawili sisi? Kweli ni wajinga wawili. Yaani kama ulikuwepo kwenye ndoto yangu wakati naota hivyo shangwang, iko chakula mwisho kukiota kwenye ndoto, mimi hicho chakula hicho nahisi kama nitembelea kwenye ndoto, sio? Acha upuuzi, twende zetu. Acha upuuzi, si akatukuta sinywi hata maji. Acha upuuzi, tunyanyuke mdogo, ifanye unaenda uani kujoa, na mimi nitatoka kama vile naenda kupokea simu. Ndugu yangu yasiye katukuta. Anasikia mmiliki wa hii hoteli ni DJ KK. Yasiye katukuta ndugu yangu.